Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, hujambo mtazamaji, hujambo na wewe unayetufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Uinjilisti Studios. Hapa leo tuna kipindi kizuri ambacho kimesheheni mambo mbalimbali ambayo ni mahususi kwa ajili ya kumjenga mwanadamu kiroho. Na hiki kipindi si kingine bali ni Pambazuko lenye Baraka, kipindi ambacho kinakujia kila siku za wiki kuanzia alfajiri. Tufumbe macho tupate kuomba. Haleluya. Mwokozi Kristo, kwa upendo wako na rehema zako, wana na binti zako tumejumuika asubuhi ya leo kujifunza makuu kutoka kwako. Ukatubariki sasa kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Leo ni Aprili 28. Somo letu limejengwa na kichwa kinachosema masomo toka kwa Timotheo. Na ya kuwa tangu utoto umeajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 15. Mshirika wa Paulo kwenye kazi, Sila, alikuwa ni mtendakazi aliyekuwa ametahiniwa. Alikuwa na karama ya unabii, lakini kazi iliyokuwa mbele yao ilikuwa kubwa kiasi cha kuhitaji kufundisha watendakazi wengine kwa ajili ya kufanikisha kazi. Kwa Timotheo, Paulo aliona mtu aliyekuwa anapenda utakatifu wa kazi ya mhudumu wa neno, aliyekuwa hatishiki kutazamia maumivu na mateso, na aliyekuwa tayari kujifunza. Hata hivyo, mtume hakudiriki kuchukua jukumu la kuanza kumpa mafunzo ya huduma za Injili kijana Timotheo ambaye alikuwa hajajaribiwa katika kazi, kabla ya kujiridhisha kwanza kuhusiana na tabia na maisha yake ya nyuma. Baba yake Timotheo alikuwa Myunani, wakati mama yake alikuwa Myahudi. Tangu utoto wake alikuwa anayajua maandiko matakatifu. Uchaji Mungu aliyokuwa ameuona kwenye maisha ya nyumbani kwao ulikuwa ni kamili na wenye maana. Imani ya mama na bibi yake katika neno takatifu la unabii ilikuwa kwake ukumbusho wa daima juu ya baraka za kuyatenda mapenzi ya Mungu. Neno la Mungu lilikuwa ni kanuni iliyotumiwa na hawa wanawake wacha Mungu katika kumuongoza Timotheo. Nguvu za kiroho za mafundisho aliyokuwa ameyapokea kutoka kwao vilikuwa vimeufanya usemi wake uwe safi na usiochafuliwa na mivuto ya uovu iliyokuwa inamzunguka. Kwa hiyo walimu wake wa nyumbani walikuwa wameshirikiana na Mungu kumwandaa ili kuchukua majukumu mazito. Paulo alikuwa ameona kuwa Timotheo alikuwa mwaminifu, mnyofu na mkweli, na alimchagua awe mshirika wake katika kazi na safari. Waliokuwa wamemfundisha Timotheo wakati wa utoto wake walitunzwa kwa kumuona mwana wao waliyekuwa wanamtunza akiunganishwa na kufanywa mshirika wa karibu wa mtume mashuhuri. Alipokuwa amechaguliwa na Mungu kuwa mwalimu, Timotheo alikuwa tu kijana, lakini kanuni zake za maisha zilizokuwa zimejengwa na kuimarishwa na elimu yake ya awali ziliwezeshwa kuchukua nafasi ya msaidizi wa Paulo. Ijapokuwa alikuwa kijana aliyebeba majukumu yake katika unyenyekevu wa Kikristo, Paulo alikuwa anampenda sana Timotheo. Mwanangu, hasa katika imani, katika kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ya 1 mstari wa 2. Mtume huyu mashuhuri mara nyingi alitoka na huyu mwanafunzi kijana na kumuuliza maswali kuhusiana na historia ya maandiko matakatifu, na walipokuwa wakisafiri katika eneo moja kwenda eneo lingine, alikuwa anamfundisha namna ya kufanya kazi kwa mafanikio. Wote wawili, Paulo na Sila, walitaka kukuza hisia ya asili takatifu ya umakini ya mtendakazi wa Injili. Katika kazi yake daima Timotheo alitaka ushauri na maelekezo kutoka kwa Paulo. Hakuwa anatenda kwa mhemko, lakini alikuwa anatumia fikra na utulivu wa akili, akiuliza katika kila hatua akisema, "Je,
hii ndiyo Bwana alivyotaka lifanyike? Ndani ya kijana huyo Roho Mtakatifu alikuwa amepata mtu aliyeweza kuundwa na kutegemezwa kama hekalu litakalokuwa makao ya Mungu. Mafundisho ya Biblia yanafundishwa na kuwekwa kwenye maisha kila siku. Huwa yanaingia kwa kina na yana athari ya kudumu katika tabia ya mtu. Mafundisho haya Timotheo alikuwa anajifunza na kuyaishi. Matendo ya Mitume, ukurasa wa 175 hadi 178. Tumefikia tamati ya kipindi hiki kizuri, lakini Waswahili husema mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Ulikuwa nami Dickens Isaac Mkolongo. Usiache kutufuatilia kila siku alfajiri kukumbushana yale Bwana ambayo anataka tuyafahamu. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.